Huu nipende kukushukuru wewe ambaye umeendelea kuwa pamoja na sisi katika vipindi vizuri ambavyo vimekuwa vikirushwa live mubashara katika kanisa letu la Kijenge. Endelea kubaki, maana mambo mazuri yameandaliwa kwa ajili yako wewe mtazamaji wetu uliyechagua channel yetu ya Kijenge STA Media. Kwa muda huu nipende kumkaribisha mchungaji Sadoki kutupatia neno fupi na tutaendelea kubarikiwa. Hivyo kaa kwa mkao wa kubarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusimame. Wimbo namba 70 beti la kwanza. Wapenzi wa Bwana ijela yenu, imbeni nyimbo za raha, imbeni nyimbo za raha za ibada yenu, za ibada yenu. Twenenda Zayuni, mji mzuri Zayuni, twenenda juu Zayuni, ni maskani ya Mungu. Twenenda Zayuni, Hagai 2 fungu la 8, Hagai 2 fungu la 8, Biblia inasema fedha ni mali yangu. Kuna koma pale. Anasema fedha ni mali yangu. Na dhahabu ni mali yangu. Alafu anasema asema Bwana wa majeshi. Yaani hapo hamna amina hapo. Fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu, asema Bwana wa majeshi. Baba mbinguni, katika dakika hizi zilizobaki chache, sema na mkutano huu neno lako, tukajue mapenzi yako na kuyaishi, kwa jina la Yesu, amen. Wapendwa, ninawakaribisha katika tafakari ya neno la Mungu fupi sana, nikizingatia hadhira nilio nayo na kile ambacho kimeendelea leo. Niliitwa hapa kuzungumza kwa habari ya nyumba ya Mwadventista, lakini hawajasema na nini. Nikafikiri kwa sababu nyumba ya Mwadventista ina mengi, labda nikasema leo basi, kwa sababu tunagusia mambo ya uchumi na fursa, tuzungumzie nyumba ya Mwadventista na uchumi. Amen. Amen. Ninajua ninaongea na watu wa siku za mwisho. Watu wa siku za mwisho hawajui kutofautisha kati ya raha na shida. Sio rahisi mtu wa siku za mwisho kujua baraka na laana. Kwa bahati mbaya sana, watu wa siku za mwisho wanajua mambo mabaya zaidi kuliko mambo mema. Ndio maana hata ukimwambia mtu leo kwamba umebarikiwa, utasikia anasema mimi huyu. Hawezi kuamini hilo. Lakini ukimsogelea, ukamwangalia usoni, ukasema mama, ninavyokuona na macho haya mekundu, huna damu. Anakubali. Utasikia ni kweli. Hata navyojisikia ni kweli.
Nimekuja leo kuambia ya kwamba kuna mahusiano makubwa sana kati ya Mkristo na Yesu. Yesu mwenyewe alipokuwa hapa duniani, ukisoma vizuri katika Biblia yako, Yohana ile sura ya 12 na fungu la 26 anasema, mtu akinitumikia na anifuate. Anasema nami nilipo ndipo na mtumishi wangu atakuwepo. Tena akarudia anasema, tena mtu akinitumikia, Baba atamheshimu. Sasa mimi sitaki ya mambo ya heshima. Anasema pale nilipo ndipo na mtumishi wangu atakapokuwepo. That means the status of Jesus has to be the status of a Christian. Hallelujah. Yani huwezi kuwa Mkristo halafu haufanani na Kristo. Na sasa kwa bahati nzuri, kama sio mbaya, walimu wengi wa Biblia wamefundisha sana upande mmoja wa Yesu. Waadventista, Bwana asifiwe. Yesu alikuwa 100% mwanadamu na 100%, hilo tunajua. Sasa tumejifunza kwa habari ya 100% ya uungu, tukaacha ile 100% ya uwanadamu. Yesu alipokuwa mwanadamu alikuwa na haya. Yasikilize sasa ninapokwenda kukueleza nachotaka kukuambia. Ufunuo ni kati ya aya nazozipenda kwenye Biblia. Ufunuo sura ya 5. Nivumilie tu kidogo nimalize kile Yesu amenituma. Ufunuo sura ya 5 fungu la 8, sikiliza. Hata alipokitoa kile kitabu, hao wenye uhai 4 na wale wazee 20 wangapi? 4 wakaanguka mbele ya mwana kondoo. Kila mmoja wao ana kinubi na vitasa vya dhahabu vilivyojaa manukato, ambayo ni maombi ya watakatifu. Nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitoa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa. Swali, aliyechinjwa hapa ni nani? Yesu. Asante sana, mnaelewa kijenge. Ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako. Sikiliza, watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Haleluya. Kumbe Yesu alipokufa pale msalabani, kazi aliyofanya ni kutununua sisi watu wa kila kabila, lugha, jamaa na taifa. Haleluya. Mpaka Tanzania tumenunuliwa kwa damu ya Yesu Kristo. Unapokuwa hapa kanisani, mtu asikuchukulie poa. Wewe ni wa gharama. Umenunuliwa kwa damu ya Yesu. Haleluya. Haleluya. Yani ndio maana mimi sasa hivi niache tu niangalie, niache, nimenunuliwa. Haleluya. Kwa gharama ya shingapi? Damu ya Yesu. Niache kwa damu ya Yesu. Fungu la 10 nasema, baada ya kununua kwa damu ya Yesu nasema, ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu. Haleluya. Yani uliponunuliwa na Yesu, jambo la pili, ulifanywa kuwa mfalme. Mgeukie jirani yako mwambie, habari mfalme. Huyo uliye pembeni yako ni mfalme. Amenunuliwa kwa damu ya Yesu na sasa amefanywa kuwa mfalme. Kwani haujasoma? Haujasoma wewe ile habari ambayo imeandikwa katika kile kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 2 fungu la 9? Anasema, ninyi ni mzao mteule, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake Yesu Kristo. Haleluya. Wewe ni mfalme. Lakini sikiliza sasa, fungu lijaisha. Haleluya. Fungu lijaisha, anasema nao wanamiliki mbinguni. Soma Biblia yako. Nao wanamiliki wapi? Hapa. Sasa kuna tatizo kwa watu. Yaani Waadventista walipopata ujumbe kwamba Yesu anakuja haraka, hili ninalosema, mnapokuwa wafalme, kazi ya mfalme ni kumiliki hapa juu ya nchi. Yaani hata ninavyoongea hivi, kuna mtu yuko hapa amekuja hapa, hapo alipo yuko full package. Hata akisikia kwamba ghetto limeungua, unasikia tu anasema Bwana ni mwema tu. Maana hakuna alichokosa. Maana hapa alipo amekuja yeye mwenyewe ni self contained. Anasema wale wote waliokombolewa kwa damu ya Yesu, kazi yao ya pili ni kumiliki hapa
Shida ni kwamba the gospel came very bad. Yaani tulipokea vibaya mpaka nyimbo zikatungwa. Kwa nini wasio wakistawi? Watakatifu wanaadhirika. Wale dunia. Watakatifu watakula mbinguni. Yani that is the only gospel that people know, kwamba eti sisi watakatifu tutakula wapi? And so here, yani hapa duniani sisi ni kukotola. Yani unakuta mtu yebo huku njano, huku nyekundu na zote zimetoboka. Na anaringa, anasema heri maskini wa roho. Heri maskini wa roho, maana sikiliza brother, soma Biblia vizuri. Ni maskini wa roho, sio wa hapa. Hallelujah. Elewa gospel, anasema heri maskini wa rohoni, sio wa hapa. Hallelujah. Kama jirani yako hajaelewa, mwambie umeelewa hayo. Anasema tuliponunuliwa kwa damu ya thamani na Yesu Kristo, tukafanywa kuwa wafalme. Na kama ni wafalme, kazi yetu ni kumiliki. Usiseme amina, muulize jirani yako unamiliki nini? Maana sio tu kuwahi kwenye makongamano. Atapea Singida nilikuwepo. Atapea wapi nilienda. Na sasa najiandaa kwenda Rwanda, nimeshatoa mchango. Unamiliki nini kama mfalme? Oh yes, wafalme mtu tazamani, muangalie mfalme mwenzako. Muulize unamiliki nini mpaka saa hii. Hallelujah. Jamani, hallelujah. Sikiliza hili fungu, nalipenda hili fungu. Sikiliza basi. Sikiliza ninavyosema. Nikupeleke na kutaka kukupeleka. Anasema fungu la 11, nikaona nikasikia sauti ya malaika wengi pande zote za kile kiti cha enzi na za wale wazee wenye uhai na wazee 24, na hesabu yao ilikuwa 10,000 mara 10,000 na 1000 mara 1000. Hivi nyewe mmeelewa hapo? Yaani maana yake Yohana yuko Patmo, anaona maono, vision. Na sasa hana hesabu. Wakati huo Biblia zinaandikwa hesabu ya mwisho 10,000. Kwa ameona vitu ambavyo havina hesabu, sema nikaona 10,000 mara 1000. Yaani ingekuwa ni leo angesema nikaona malaika matrilioni na matrilioni. Haleluya. Nyinyi bwana sijui mnasomaje mahali fulani katikati, kuna kitabu mbingu. Jamani, hebu jaribuni kuupdate basi akili zetu. Yaani kama wewe hapo ulipo una simu ya kufagia hivi. Yaani Mungu yeye bado yuko analog, si ndio? Ana vitabu. Hebu jaribu kuupdate kidogo. Yaani hukumu ya Mungu haihitaji kitabu, ni express. Yaani ukiwa umekufa au uko hai, siku hiyo ya tarumbeta, du ukiona miguu yako yote iko hewani, iko hivi, umeenda. Ukiona unafanya hivi narudi, umebaki. Hallelujah. Fungu la 12 nasema wakasema kwa sauti kuu. Sikiliza sasa sifa za Yesu. Astahili mwana kondoo kupokea uweza 1, utajiri 2, hekima 3, na nguvu 4, na heshima 5, na utukufu 6, na baraka 7. Hizo ndio sifa za Yesu, na ndo zinapaswa kuwa sifa za Wakristo. Sasa tunaanza. Sifa ya kwanza, Yesu ni muweza. Haleluya. Haleluya. Na sasa kwa sababu yeye ana uweza, anakupa wewe uwezo. Kupitia kwenye uwezo anaokupatia, Mungu anategemea kupitia uwezo ulio nao upate utajiri. Haleluya. Haleluya. Una mikono, una miguu, una kichwa na kina akili. Wengine mmesoma. Anataka kupitia huo uwezo upate hela. Yaani kuna watu wana allergy na hela, ukisema hela nashtuka. Upate hela. Ngoja ni pause kwanza hapa, niende Hagai. Hagai anasema hivi, fedha ni mali yangu. Nataka tuende taratibu jamani. Dhahabu ni mali yangu. Halafu anasema asema Bwana wa majeshi. Yaani hata hujashtuka.
Mambo mengine yote Mungu ni mpole. Utasikia njooni kwangu ni nyote, nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Lakini akifika kwenye hela anasema ni mwanajeshi. Asema Bwana wa majeshi. Kwenye dhahabu, kwenye hela anaitwa Bwana wa nini? Shauri yako. Halafu anasema fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu. Hesabu ndogo. Kama fedha ni mali ya Bwana, si ndio? Fedha ni mali ya Bwana, si ndio? Na dhahabu ni mali ya Bwana, si ndio? Na wewe ni mali ya nani? Haleluya. Kumbe wewe ni mali ya Bwana, fedha ni mali ya Bwana, dhahabu ni mali ya Bwana. Wewe na hela ndugu. Na Biblia iko wazi katika Zaburi ile ya 133 fungu la kwanza. Anasema tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja. Haleluya. Wakae pamoja tena kwa umoja. Haleluya. Yes. Ndio maana Yesu anapotuita kwenye matoleo anasema njooni, ni saa ya matoleo. Anakutaka wewe na ndugu yako. Haleluya. Twende Ufunuo. Haleluya. Haleluya. Jamani, haleluya. Nadhani mtakuwa mmenielewa. Anasema unapata uwezo, halafu utajiri. Hebu soma Biblia yako. Baada ya utajiri ni nini? Anasema hekima. Ngoja niwaambie, mahali popote penye maneno mengi hakuna utajiri. Sikiliza hapa. Hela na kelele havikai pamoja. Haleluya jamani. Yaani uliza, fanya utafiti. Mtu yeyote mwenye hela hana kelele. Maana ukiwa na uwezo unapokea utajiri. Baada ya utajiri automatically hela zinakufundisha kuwa na hekima. Yaani mwenye hela maneno yake ni haya tu. Habari za saizi, nikusaidie nini? Full stop. Yaani hata maombi ya tajiri Mkristo, maombi yake ni mazuri. Utasikia Baba mbinguni, ninakushukuru. Asante, nakupenda. Tuonane kesho. Amen. Maskini maombi ya stress. Baba mbinguni kama upo, mpaka Mungu anashtuka. Kumbe mimi sipo. Mara ninaomba malaika wa Mungu wenye upanga, nani eti waje upande huu. Yani you even allocate where angels should be. Halafu ombi la uchoyo, malaika wote wenye panga wakija kwako, kwa mchungaji atenda nani? Yani there are times mpaka Mungu akikaa anasema these are not prayers, ni stress. Yani mtu anasema Mungu wa mbinguni naomba malaika wa moto, na yuko kwenye nyumba ya nyasi. Mungu anasema no wonder Roho Mtakatifu anatuombea kuliko, kwa sababu we even don't know how to pray. Say hallelujah if you understand. Yes. Sikiliza, uweza, twende pamoja na mimi. Utajiri, hekima. Sikiliza nikwambie, tajiri akiongea lolote linaandikwa kwenye gazeti. Wewe toka asubuhi mpaka leo umeongea vingi. Where is it written? Maana watu wanaamini neno linalotoka kwa mtu aliyebarikiwa limebarikiwa. They even wanaweza hata wakalicollect pasafi. Sikiliza, uweza, utajiri, hekima. Sikiliza, Yesu mwenyewe alikuwa amesema toka zamani ni vizuri watu wa Mungu wapate utajiri, hata kuepuka baadhi ya vidhambi vidogo vidogo vya rejereja. Ziko dhambi hata kwenye Biblia zimeandikwa ukiziangalia ni za maskini. I give you an example. Are we together you guys? Mathayo anasema hivi, mmesikia imenenwa usiue. Lakini mimi nawaambia, mtu akifanyaje ndugu yako? Amefanya nini? Amemuua moyoni. Hiyo ni dhambi ya maskini, I tell you. Ni tajiri gani ambaye ukimuudhi hapa duniani unabaki? Anakufuta wewe na mavi yako, unapotea. Na jamaa anaendelea kuishi vizuri. Siku hapa nikuambia mkafanye dhambi, lakini I want to tell you, yani hata tofauti tu hata ya dhambi. Yani hakuna, ni wewe tu ambaye huna kitu unabaki namwachia Mungu. Of which moyoni wala umwachii Mungu, yani umebaki na malalamiko. Umesikia menenwa?
usizini. Lakini mimi nakwambia mtu amtazamaye mwanamke kwa kumtamani, amekwisha kuzini naye moyoni. Ni dhambi ya maskini. Mwanamume gani mwenye hela duniani ambaye aliwahi kumtafuta mwanamke akamkosa? Where do you read in the Bible? Hata tu kwenye Biblia mifano iko wazi. Daudi hajaenda vitani, yuko anatembea katika balcony za nyumba ile ya kifalme aliyoijenga. Daudi akiwa anapita anatembea pop pop pop, macho anapazia papa kitu. Kacheki piece moja iko pale. Akasema, oya washikaje, nileteni mzigo huo. Swali, wapi yule mama alipofuatwa akasema nimebatizwa? Where? Ni mimi ni mke wa mtu. Where? Mimi nawaza kwamba alipoambiwa tu kwamba mfalme anakuita akasema, wewe usiniambie. Tafuta hela bro, acha tantarira. Hata wale vijana mlioko hapa, wanawake, wasichana wa Kisabato wanapenda hela. Sasa wapende nini? Let me tell you, Biblia iko wazi, ukitangaza kupenda umetangaza kutoa. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu alafu akatoa. Hallelujah. Ukisema I love you manake you are likely to. Hallelujah. Acha kujikaba kwenye kona na vitabu vya Mama White. Ukitangaza kupenda, toa. Hallelujah. Mbona amina nyingi kwa wasichana? Hata wewe binti usikae tu kama kitumbua cha 50. Fanya kazi, hakuna mtu anaoa sura saa hizi. Watu wako kimkakati. You are being asked, what do you do for a living? Unasema mimi bado nipo tu. My friend, yani kama una mchumba, kaka kaza macho hapo kwa mchungaji. Kama una mchumba au msebure ambaye hana kazi yake imefuga kucha ndefu kama za mwewe, kope ni kama mwamvuli wa Tigo, achana naye, atakuua. Unaingia kwenye mahusiano na mtu siku moja tu, siku ya pili, babe, nina nguo iko kwa fundi. Then you wonder, kwa hiyo nguo ilikuwa kwa fundi inasubiria mahusiano. Yani you wonder, how do you learn your life, you guys? Sikiliza, fanya kazi, pata ndugu zako. Yani unajua hata ukiwa unaimba kwaya, wakati ndugu zako wapo, sauti inatoka yenyewe. Yani hauwezi kumtesa mwalimu. Unasikia tu Sayuni. Maana friends they are here. Hallelujah. Lakini kama hamna kitu hapa, sauti kama ya kuku, kila ukijaribu haitoki. Ukiimba hivi unawaza madeni, mala kodi ya nyumba. It can't happen. Hallelujah. Muda umenishia, nataka kusemaje hapa? Nataka kusema hivi. Tafuta ndugu zako. Acha utani. Biblia iko wazi, asiyewapenda wa kwao ni mbaya kuliko hata asiyeamini. Haleluya Bwana. Jitahidi sana kukaa na ndugu zako. Uwe na uwezo wa kuvijua vitu vya Mungu na kukaa navyo, uepuke lawama. Haleluya. Hivi nyie mnanielewa kweli? Anasema na hekima. Ukitoka pale sema na nguvu. Ile nguvu inasema pale sio strength. No, it is power. Everyone who is blessed, yule ambaye tayambelikiwa katika utajiri, ana power. Ukienda mahali mpaka ukao unauliza ati nipeni kiti nikae, uko mbali sana brother. Yani inatakiwa ukienda mahali people should identify you kwamba amefika, and so wawache space ya wewe kukaa. Kama unaenda mahali mpaka unasema niamkie, mimi ni mkubwa, you are late. Yani uko mbali mno. Watu wanapaswa waanze kukusalimia hata kama hawakujui. Wakija nyumbani kwako waseme mzee yupo hata kama una ndevu. Then you understand, umeanza kuwa Mkristo. Mimi ni mchungaji wenu, lakini napenda kuchunga watu ambao wanazijua sifa za Yesu. Hallelujah. Watu wenye power. Unajua no wonder hata gospel yetu ni ngumu. Tunabatizana sisi tu. Wanyonge, wafiwa, wajane. Yani hata ukienda kwenye effort zetu nyingi, the same people we baptize, wale. Nani atambatiza Mo? Nani atambatiza Baresa?
If we continue like this, who is going to baptize hawa watu hapa? Nani? Effort zetu zile. Mike upepo pu. Nani atakaa kwenye kiti cha vile? Tunahitaji kuandaa mikutano ya watu walioandaliwa. Peleka mtu mahali fulani pale, kiti kizuri kirefu kinaning'inia. Wakati ametulia pale anashangaa kwaya vijana Kijenge inapita inagawa juice ya Strawberry. Hallelujah. Glasi ya 51. Akikaa pale usema waziri mkuu aje, anakuja. Kisha andae effort kama hiyo, namuita Pastor Sadok. Hallelujah. Halafu nakuja pale na mimi naanza kuongea kidogo. Akapita Nazareti kule alikolelewa. Halafu nachukua juice kidogo na shusha. Na siku ya Sabato. Halafu nasikia Mona auliza, siku gani? Na siku ya Sabato. Anashushia kitu. Hallelujah. Hapo tunawapata. Lakini maisha haya tukikubali hii ya kwamba tutakula mbinguni, I'm telling you, hatuwezi kutoboa. Mbona kama idea zinakuja nyingi kichwani? Sikiliza nikwambie, hatuwezi kutoboa kwa staili hii. Lazima tukubali sifa za Yesu. We got to get power to preach the gospel. Yaani sikiliza, Petro akamfuata Yesu akamwambia, tumeacha vyote tukakufuata wewe, tutapata nini basi? Mtumishi, mbona unajitabisha na mambo mengi sana? Mimi nataka nikuhubiri wewe, kaa pale usikilize haya mambo, inawezekana yanakuhusu. Haleluya Bwana. Sikia, Yesu akamwambia, mtu yeyote aliacha nyumba, kaacha shamba, kaacha mke, akaacha kila kitu kwa ajili yangu, atapokea mara 100. Hapa mara 100 kisha ufalme wa mbinguni. Sasa swali langu ni hili, kwenye ile mara 100 ambayo Yesu alisema, wewe umefikisha mara ngapi? Because yani sikiza, yani formula ya uzima milele ni mara 100. Unajua ni kwa nini ni mara 100? Ni kwa sababu dhambi kubwa kuliko dhambi zote duniani ni dhambi ya manunguniko. Maskini wengi hawataenda mbinguni kwa sababu ya kulaumu. Soma Yuda 14 hadi 17 utaona. Watu wenye kulalamika, watu wenye kunungunika, hawatoboi. Yaani una gari lako unaendesha, kioni cheusi unapita. Na wewe una stress. Sio kila mwenye gari kwamba hana stress. Una stress zako unapita. Ukimpita tu mtu hivi, sisi hatuonekani. Ni weusi kama speaker la kanisani. Hakuna kutuona. Mpaka hapo umeua. Jirani tu pale kanunua dagaa wake kakaanga, ila nakaanga tu chacha, mtatuua na pua jamani. Sasa jamani, dagaa wangapi shingapi? Yani you wonder, yani sio rahisi kutoboa kwa staili. I tell you, wake up Adventist. Hallelujah. Hallelujah. Anasema na nguvu. Alafu na heshima. Yani neno la tajiri hata akikosea linarekebishwa. Unasikia mtumishi nafikiri alikuwa na usingizi, kumbe kakosea. Ila wewe ukisema mtu wa Mungu, unatolewa na kwenye kiti. Usirudie tena kusema mambo kama haya. Yani tajiri akivaa kaptura, wanasema amevaa pants. Wewe yani utashangaa. Ikivaliwa tu sweta kubwa akilivaa kesho linaingia sokoni, linaanza kuuzwa bei ghali. Wewe hamna heshima. Sikiliza kijana ulioko hapa. Hao mama ambao wana mabinti zao hapa kanisani. Unajua mimi ni mhubiri ambaye nina matatizo situlii. Yaani akikukuta mama Joyce jioni leo saa 11, saa 11 mbona ni mapema? Saa 1:30 hapo kwenye mparachichi unaongea na Joyce. Akati huyo mama Joyce anajua wewe una bajaji hizi zinapiga ruti. Utasikia mama Joyce anasema, Joyce, ukumbuke kuwahi nyumbani. Haleluya Bwana. Lakini akute Joyce anaongea na mtu ambaye suruali imechomoka huku, kama ana robota ya mawe, amebana. Utasikia, Joyce, unafanya nini hapa? Kwenda nyumbani, ondoka. Kwa nini mama Joyce anaranduka? Ni kwa sababu anagundua Joyce anaongea na shetani.
atakayemharibia maisha. Brother, look for money. Utapata tabu sana katika dakika hii. Hallelujah. Ngoja nimalize maana naona timekeeper ananiangalia vibaya. Twende kwenye ile fungu letu la Wasabato. Fungu la Wasabato Kutoka 20 fungu la 8. Napenda kusoma mafungu rahisi kabisa ya kwetu. Kutoka 20 fungu la 8 mpaka la 11 nasema hivi: ikumbuke siku ya Sabato ufanye nini? Siku 6 fanya nini? Hii ndio limbwata, ndio password ya utajiri kwa Wakristo dunia nzima. Siku 6 fanya kazi. Na hii haina gender. There is no gender kwenye hii. Siku 6, msichana mweupe mweusi, siku 6 fanya kazi. Kijana fanya kazi. Yaani unajua mimi hofu yangu kubwa ni kwa vijana. Wazee mimi sina shida na nyie. Vijana, yaani watu wanatafuta muda hawana. Wewe una muda? Eti ninaenda center hapa kunyosha miguu. Of which unajua miguu yako haijapinda. Fanya kazi siku 6. Yaani unajua kabisa kwaya haikupi chakula. Lakini mazoezi Jumatatu, mazoezi Jumanne, mazoezi Jumatano, mazoezi sisemi msimuimbie Bwana, lakini not every day, sio siku zote mazoezi. After all, teknolojia imekuja. Fungua group la WhatsApp, weka sauti hapo. Wakati mtu anaosha vyombo, anatengeneza vitumbua, anafanya mazoezi. Fanya kazi. Tuna wimbi la vijana wengi wa Kiadventista ambao ni mizigo. Yaani ukishakuwa Msabato na logwa na nani? Una shati jeupe, tai nyekundu, damu ya Yesu. Una suruali imepigwa pasi, nzi akikatiza anafariki. Koti la 6,000 kutoka Tengelu. Hutaki kazi. Wakati vijana wengine wa Kiislamu, vijana wa Kilokole, vijana wa Kikatoliki wanachakalika asubuhi mchanga, wanabeba kokoto, wanaingiza matofali, wanafanya. Jioni wameshaingiza ndugu zao. Utasikia tu mimina, 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 baraka zako mimina. Hallelujah. Wewe sasa, sauti ndogo kama ya panya. Oya bro, unabuku na karibu hapa. Tafuta hela kijana. Hallelujah. Umekaa tu, hawanioni kanisani, nina karama. Which weya? Utalaumu wazee kwenye vikao. Nikinyosha mkono wanipi mkono. Sasa mtu wa Mungu, tunajadili ujenzi. Halafu tunajua kabisa mawazo unayo ila huna kitu. Sasa utatulaumu bure. Mimi nafikiri tulete nondo. Tukiangalia kwenye wazo lako, hata uwezo wa kuleta nondo moja huna. Yaani kwa nini usinipotezee muda mwenyekiti na okay, asante kwa mawazo yako Dr. Livingstone. Hallelujah. Yaani unajua haya mambo wala sio dharau. You must know where is your position. Fanya kazi. Kijana umekaa tu wa kike. Na Mungu anipe mtu kutoka kwa Bwana. Bwana yupi? Kuosha vyombo tu huwezi. Dada unalala mpaka mchuzi unatokea upande huu. Yaani wewe unataka uwa Bwana gani umuue? Yaani Bwana akupe kijana umuue mara moja? Haiwezekani. Hebu mwangalie huyo. Hallelujah. Fanya kazi siku 6. Anasema na siku ya 7 ni Sabato ya Wasabato. Ni Sabato ya Bwana. Anasema siku hiyo usifanye kazi. Sikiliza sasa vile imekaa vizuri. Wewe wala mwana wako. Mungu alijua Wasabato watakuwa na watoto wa kiume. Sikiliza wewe wala mwana wako msifanye kazi, mje Sabato. Wala binti yako, alijua hatutazaa wana wa kiume tu na wa kike pia watakuwepo. Wewe wala mwana wako wala binti yako mje mstarehe. Haishi hapo. Anasema wewe wala nani? Wala mjakazi. Hivi Pastor Mshiti huko hapa? Nitaka nimuoneshe kanisa lake. Hebu washiriki wa Kijenge ambao wana wajakazi mkono juu. Hawa ndio Wasabato. Kama hauna pastor, washiriki ni hao tu. Hao wengine kesho kufuta ushirika wote. Hawana wajakazi. Msabato anakaa na mjakazi. Hallelujah Bwana. Wewe wala mjakazi. Sikiliza wanaume mlioko hapa. Usimzuie mke wako kuwa na mjakazi. Psychology says
Mwanamke anaongea maneno 24,000 kwa siku. Sasa hana mjakazi, hana mtu wa kuongea naye. Umeenda kazini, let's say ni mama wa nyumbani, amebaki nyumbani. Kaza macho hapa pastor, nimalize hapa. Amekaa nao maneno 24,000 yapo. Anakusubiri. No wonder mnagombana. Maana ukifika tu gesi hamna. Watoto na viatu. Masufuria siyaelewi. Mpaka unafariki mzee wa watu. Lakini mpatia wajakazi 3. Akiamka asubuhi, nani kaka sufuria hapa? Nani hajasugua nani kaosha mtoto? Unakuja kurudi jioni, maneno yamebaki mabaya, yamebaki mazuri tu. Honey, sweetheart, pole. Hallelujah, ya mwisho ya? Hallelujah. Wala mjakazi. Anasema haishi hapo. Wala nani tena? Wala mtumwa. Waadventista wa Sabato, tukitaka kuwa matajiri, tunapaswa kuwa na watumwa. Mtumwa ni mtu anayefanya kazi zako. Kama unalima mpaka saizi, hata pekaza macho hapo. Kama unalima mpaka saizi, unalima wewe na mkeo, mnalima ili mle. Lakini mtu anayesema nimeanza kulima kwa maana ya kuendelea, ni yule ambaye anafanya kazi na watumwa. This is biblical. Na kuwa na mtumwa dada White, sio lazima uwe bosi mkubwa. You can be like that. Chukua matikiti makubwa 5, kata vipande, chukua madeli, wapatie vijana kina Hasani, Rajabu, Abdalla, wape ambaye uza. Hiki kipande ni shilingi 500. Ukiuza 500, wewe unaniachia tu 300, 200 ni yako. Hivi naongea siongei? Alafu unakuja zako kwenye mazoezi hapa ya kwaya. Wakati unaimba, unajua saa 12 vijana watakuja na pesa, unasikia tu hallelujah. Maana una uhakika. Kwanza vijana wakijua una kitu, hawakuiti kama nzi. Eti hapana, utasikia wanakuita Kiingereza. Sorry madam. Madam sorry. Naweza kuongea na wewe? Amechomekea. Maana wewe ni mtu mheshimiwa, wewe ni mfalme. Hallelujah. Lakini sasa mtu wa Mungu unatembea kama ufagio, hueleweki. Mguu wa kushoto ni upi, wa kulia ni upi. Hata ukiitwa wewe mwenyewe unababaika, hujui kusini ni wapi, kaskazini ni wapi. Hueleweki. Hallelujah. Kuna mtu anajiuliza huyu pastor wa wapi? Mimi ni wa hapa. Mwingine wachungaji wa siku hizi. Ni kweli kweli mimi ni wa siku hizi. Mchungaji wa siku hizi. Bahati nzuri nachunga washiriki wa siku hizi. Maana wachungaji wa zamani washakufa. Na sasa tunakushangaa huko hapa mpaka leo unafanya nini? Wenzako hawapo. Kwa hiyo acha tubanane hapa na kizazi chetu. Haleluya Bwana. Fanya kazi upate wajakazi. Kama Mwadventista pata watumwa. Andiko alishia hapo. Anasema wewe wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Haleluya. Haujasoma Waebrania? Anasema wengine kwa kupokea wageni walijikuta mpokea mpaka malaika wa mbinguni. Haleluya Bwana. Lakini usiseme amina. Wageni wana akili. Wageni hawaendagi tu mahali. Wanaenda mahali ambapo asubuhi breakfast, mchana lunch. Lunch sio chakula cha mchana. Kuna lunch na chakula cha mchana. Wanaenda lunch. Haleluya. Alafu jioni dinner na kajuisi kakumwagilizia. Haleluya Bwana. Akimaliza hapo anajua saa ya kuondoka, hela ya bajaji. Hapo mahali wageni watajaa. Na nikwambie ni muhimu kuwa na wageni. Kwa nini? Kuna ombi halitajibiwa mpaka aje mgeni aliombee. Kuna ugonjwa hautapona, I tell you, mpaka mgeni fulani aje akuoneshe dawa. Kwa kuna mtu kwa hapa, mimi namshukuru Mungu, sasa hivi ni mwezi wa 3, sina hata mgeni nyumbani. Asante Mungu. Umelaniwa. Nyumba za Wakristo asubuhi na mchana na jioni wageni. Mtu yuko hapa mjini Arusha, mimi sina ndugu, ni yatima. Huna ndugu. Anza na ndugu wa hapa, uone kama huna ndugu. Huna ndugu vile hauna kitu. Una kitu, watu watajitambulisha. Mimi ndio Rugumia Miheto. Yani alipotoa ziwa ndio mjomba. Haleluya Bwana. Tafuta hela brother. Haleluya. Fanya kazi.
pata wageni. Andiko nasema wala punda wako. Sasa sikiliza, version zingine zinasema punda, yani mnyama. Moja, tafsiri ya kwanza. Mnyama kwa maana mnyama kabisa. Haujasoma andiko? Anasema enendeni ulimwenguni kote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Hiyo ina maana gani? Viumbe viko duniani kwetu hapa ili kutushuhudia sisi kama sisi ni wacha Mungu. Ikiwa tu unaanika mahindi, alafu kuku anadonoa punje 5, unamuua kwa kokoto. Hivi unaweza kukaa na wachungaji 3 nyumbani kwako mwezi mmoja? Yaani mpaka kuna saa Roho Mtakatifu na malaika akifanya anasema degree kubwa kiasi gani ya uchoyo hii. Yaani kwamba kuku anaweza akakufilisi. Mbwa wa watu hujaambiwa kwamba ana kichaa, sio wako, humjui, umekutana naye tu njiani, jiwe pa. Yaani kuna watu wengine tuko hapa unaweza unashangaa, mbona mambo yangu hayaendi? Kumbe una matatizo, ulishalaniwa mpaka na wanyama. Mbwa wa watu umeshawapiga bila sababu, kuku umewanyima chakula. Sasa wageni wakija utatoa wewe. No wonder pastor, yani tunahangaika. Leteni zaka, mimi nishaacha kusema. Leteni michango. Watu degree ya uchoyo ni kubwa mno. Kuna mtu amenielewa hajanielewa? Aina ya pili ya punda, punda ni punda kwa maana ya usafiri. Yesu alipokuja hapa duniani alipanda gari gani maarufu? Wasabato wenzangu, msijibwidibwidi, kutembea ni mazoezi, hamna. Ni umaskini. Yaani Mungu ametukusudia watu wa Mungu tuishi maisha mazuri. Haleluya. Sikiliza wewe mama ulioko hapa, ukiwa na gari yako Vanguard safi, kioo cheusi, unapita pale saluni, unashusha kioo taratibu. Haleluya. Unasalimia mama Hasani, habari za mchana. Watu salama mama Abdebora. Asante bwana, ngoja nifike kwenye mazoezi ya kwaya. Ngoja nikwambie kinachotokea mara baada ya wewe kuondoka. Utasikia unaanza, huyo ndo mama Debora msabato wa Kijenge. Sisi wainjilisti tukipita na vijizu tunagawa. Wakiuliza nyinyi ni nani? Sisi ni wasabato. Akina mama Debora leteni tusome. Why? Because they believe kwamba wakisoma vijizu vinavyotoka kwa mama Debora, they are likely to be like her. Sasa wewe umekotola, mtu wa Mungu, koti limeenda upande wa hivi. Na umejaa mafungu mengi ya Biblia. Yesu anaokoa, Yesu ni... Watu wanasema ujumbe ni sawa. Ila huyu mjoli nadhani kuna tatizo. Watu wa Mungu, simameni kwa miguu yenu unapoaga. Simama kwa miguu yako. Nataka kusemaje, Waadventista wa Sabato mlioko hapa, tunapaswa kuamka. Nampenda hata mtunzi wa wimbo namba 70. Yule mgonga kinanda yuko wapi sasa? Nieleze kitu. Namba 70 anasema hivi: wapenzi wa Bwana, imbeni nyimbo za raha. Yaani maana yake wale wanaompenda Mungu maisha yao yanapaswa kuwa ya raha. Ndio maana mimi nishawaambia hata washiriki wangu, mimi ni mchungaji wa raha. Raha kabisa. Hata nyewe Kijenge muelewe kuanzia leo, mkiniona popote, sitaki stress. Raha tu. Kula vizuri, kulala vizuri, kuishi. Hata ukinitazama nitazame vizuri. Usinipe ma stress. Unakunja ndita za nini? Wapenzi wa Bwana, imbeni nyimbo za raha. Anasema beti la pili, wasiimbe wao wasioamini, ila watoto wa Mungu ndio waimbao raha, 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 raha. Sikiza niwaambie nyinyi wanandoa mloko hapa. Sitazungumza Adventist home. Sikilizeni. Saa nyingine mnagombana kwa sababu hamjui raha. Mnakula vile vile. Saa nyingine kuna ndugu zangu hapa wale wagumu kabisa. Anasafiri kutoka miamba mpaka Kigoma. Hawezi kununua hata mhindi. Na Biblia inasema hivi, unajua kuna baadhi ya mafungu sasa hivi niko makini. Eti mpende jirani yako kama nafsi yako. Inabidi kwanza nimjue huyo jirani. Maana kuna mtu akikupenda kama anavyojipenda, bro, unafariki.
Maana mtu anavyojipenda anaoga mara moja kwa wiki. Mwingine hali kabisa siku zote, si unakufa. Sikia, wapenzi wa Bwana, imbeni nyimbo za raha, wasiimbe wao wasioamini, ila watoto wa Mungu. Kaa mtu wa Mungu, kaa ugonge kinanda. Watoto wa Mungu ndio waimbao. Sisi watoto wa Mungu, maisha yetu ni raha. Wakati dunia wanasikitika, wanajiuliza tutafanyaje. Ukikaa kwenye kijiwe au ofisini, unasikia mwaka huu itakuwaje. Watu wa Mungu wameumbwa kuwapa watu matumaini. Waambie Mungu atafanya, Yesu atafanya. Anza kujitamkia baraka. Beti la 3 sasa anasema, kabla tujafika mbinguni tunaziona baraka za Bwana. Tusijafika mbinguni, hapa lazima tu experience baraka za Bwana. Beti la mwisho tuliimbe sasa, tutakapomwona masumbuko basi. Tutakapomwona masumbuko basi, huwa maji ya uzima, huwa maji ya uzima, anasa halisi, anasa halisi, twenenda Sayuni, mji mzuri Sayuni, twenenda juu Sayuni, ni maskani ya Mungu. Anasema tutakapomwona masumbuko basi. Wengi wanafikiri tutakapomwona atakaporudi mara ya pili. Hapana. Utakapompokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, masumbuko basi. Anasema huwa maji ya uzima, huwa maji ya uzima, anasa. Lakini anasa halisi. Usikae tu, anapenda mambo ya anasa. No, kuna anasa, lakini kuna anasa halisi. Wakristo wanapaswa kuishi kwenye maisha ya anasa halisi. Wakati wengine wanakunywa bia, kwa nini usigonge juice tamu ya parachichi kutoka Njombe? Haleluya. Usilale pale pale. No wonder kuna wengine hapa, pastor mimi sielewi, naota ndoto za ajabu. Godoro gani unatumia mjoli? Umelala mahali pamekomaa, mbavu zimekomaa kama nondo. Kwa nini usiote mambo ya ajabu? Sikiliza, usile vile vile tembele limekatwa na panga, limechomoka hivi, halina hata kiungo. No, mchukue mkeo siku moja, mpeleke hapo mahali hoteli safi, mkalishe pale, mwambie gonga juice mama. Peleka mahali, mwambie leo tutalala nyumbani, tutalala lodge, gateway hotel, neti ya kubonyeza. Anaona tu mama wa watu katoka usukumani. Akikuangalia usoni hivi anasema wewe ndio Roho Mtakatifu mwenyewe nini? Anakusamehe dhambi zako zote. Let me tell you, unabaki na migogoro nyumbani kwa sababu you are there every day. Uko pale pale, jiko lile lile, sahani ile ile imevunjika upande mmoja. Anasa, lakini kuna anasa halisi. Jioni ya leo inawezekana kuna mtu amenisikia na kunielewa na amepata wivu wa Bwana. Unajua unakuja mji mkubwa kama Arusha, hauoni mahali ambapo watu wa Mungu wameweka vitu. Mbona sijapita mahali nikaona pameandikwa Kijenge Motel? Wachungaji wakija kutoka General Conference wapi, wanalala kwenye hoteli ya Kisabato. Wanakuta mashemasi ndio wahudumu, siketi za Mama White,
Ukifika tu unapewa kitabu cha nyimbo na Biblia, Agano Jipya na la Kale. Mnatutega. Mnatuita kwenye makambi, mnatupeleka kwenye loji ambazo watumishi tu wenyewe sketi haziendi chini. Ukifika pale unaanza kusali, Kristo wa neema yote nisaidie, nimalize hii wiki salama. Natamani siku moja nikiwa hai au nimelala, kanisa la Mungu, watu fulani waamke, waamue kudai ahadi za Bwana. Waseme, Bwana nipe mimi nifanyike mfereji kwa kazi ya Bwana. Yaani leo hii watu wanahitaji mtu aje kwenye promotion. Eti tunahitaji makambi. Pastor, njoo tufanyie promotion, tufanye makambi. Yaani huu ni umaskini wa ajabu. Huko mtaani watu wasiomjua Mungu. Lijamali moja tu linapata hasira. Linasema timu yote ya Yanga chakula kwangu wiki 2. Lijamaa hili wa Sabato sasa. Mchango milioni 6. Wewe una milioni 40. Naona jipanga kwenye watu 10,000. Una bahati, Mungu ni Mungu tu. Ningekuwa mimi mimi ni Mungu. Najua kabisa una mahela afu umekaa kwenye mstari konzi kutoka mbinguni. Weka hela. Lakini basi atukuzwe Mungu, mimi sio Mungu. Natamani watu wa Mungu ambao wanasema, Mungu nisaidie, nifanye mambo, fanya biashara zinazoeleweka. Yaani kuna mtu unamtazama kwa unasema, hivi alipokuwa kijana alikuwa anafanya nini huyu? Sumu ya panya, sumu ya panya, sumu ya panya, sumu ya panya. Mpaka unajiuliza, okay, akiuza kote yaka atapata pesa ngapi? Watu wa Mungu, mimi ninaongea sichekeshi. Natamani kama kuna mtu angenisikia, amshe hisia za kudai, aseme Bwana hapana. Vijana mlio hapa, kama kuna ombi la msingi, ukiamka na afya na nguvu, mwambie Yesu, nipe akili za kupata hela leo. Wanaosema Mungu nisaidie, nahitaji kufungua kampuni, nataka kufungua taasisi, naona kama milango imefungwa, naomba Mungu fungue milango. Njoo hapa, njoo tuombe. Twenenda Sayuni, mji mzuri Sayuni, twenenda juu Sayuni, ni maskani ya Mungu. Twenenda Sayuni, mji mzuri Sayuni, twenenda juu Sayuni, ni maskani ya Mungu. Kuna watu kadhaa kwenye Biblia siwapendi. Ni uchaguzi wangu. Hata wewe unaweza, si lazima wewe wachukie. Mmoja namchukia zaidi, anaitwa Metusela. Biblia inasema Metusela aliishi miaka 969. Soma vizuri Biblia yako, Mwanzo sura ya 5 fungu lile la 24 mpaka 27. CV inasema ameishi miaka 900. Imagine 900 years na 69. Lakini soma CV yake, alizaa wana wa kiume na wa kike, akafa. Simpendi. There are times you can be good, but let me tell you, good for nothing. Metusela hakuna mahali panasema alifumaniwa. He was a good guy. Metusela alikuwa mtu mwema, lakini miaka 969. Wallahi mimi nikifika mbinguni, I have to ask a question. Yaani miaka 900 bro, ukazaa wana wa kike na wa kiume, ukafa. Na hapa kuna dada zangu na kaka zangu ambao mnafurahia happy birthday. Happy birthday. Oh, na huwa mtuambii how many years? Miaka mingapi imefika? Na katika hiyo miaka, what have you achieved kwa ajili yako na kwa Mungu? Let me tell you, kuna haja ya kuacha legacy. Maisha ya mtu ni kitabu cha hadithi. Mpaka sasa hadithi yako inasomaje? Kwako mwenyewe na kwa Mungu. Hivi yakikukuta yale yalomkuta Hezekia,
kwamba unakufa, una jambo lolote la kumwambia Yesu kwamba kumbuka nilifanya unalo? Tusiishi tu wapendwa, we have to make a legacy. Hakikisha unakuwa Mkristo uliyeishi. Mama White anaandika, anasema shetani ana genge, tena anayahimiza mashetani yake kila siku, anasema nendeni mkaukamate uchumi wa Wasabato, muubane wasipate. Kumbe ni kazi yako wewe kila siku kuomba kwa Bwana na kumwambia ile milango iliyofungwa, fungua kwa jina la Yesu. Nipe pesa nifanye kazi yako. Haleluya. Fumba macho yako. Baba wa mbinguni, inawezekana sijasema vizuri, lakini Roho Mtakatifu ajuaye kuwajulisha watu wako habari hizi yuko pamoja nami. Ninaomba neno hili lisipite bure. Siku moja nikiwa hai katika dunia hii au nikiwa katika ule ufalme wako, mtu mmoja anishike bega akisema asante mchungaji kwa ujumbe wa siku ile. Natamani kuona kina baba na kina mama walioko hapa wanafanikiwa kwa ajili ya utukufu wako. Wako watu ambao tayari wameanza prosesi huenda za kufungua makampuni, lakini mahali fulani milango imefungwa. Kwa yale mamlaka ulionipa Yesu, naomba milango yao ikafunguliwe sasa kwa jina la Yesu. Wale ambao wako mahali hapa wanatamani kufungua taasisi mbalimbali, hospitali, shule, vituo vya habari, redio, Baba wa mbinguni, wewe unayejua, milango yao ikafunguliwe tangu sasa. Kuna watu wanatembea na laana za ukoo. Maneno ya mapatilizo yalishasemwa kwenye maisha yao kwamba wasifanikiwe katika lolote. Baba, mnyororo huo wa ibilisi ninauvunja kwa mamlaka ya jina la Yesu. Tangu sasa watembee katika upya wa uzima. Roho wako Mtakatifu awe juu yao, wakiomba neno lolote asubuhi, mchana, jioni au usiku, uwatendee kwa neema yako katika jina la Yesu. Mwenye imani aseme amen. Bwana wabariki.